Mwajua nini katika kaunti hii ya Eldoret, ambapo jina langu ni Ahmed Abdalla na ni mwana habari katika kitengo kile cha runinga NTV. Mwenzangu ambaye amekuwa hapa ni bingwa sana katika upande wa lugha ile ya Kiingereza, lakini ukitia katika sufuria ya lugha ya Kiswahili atakutolea chakula ambacho kidogo hakina chumvi. Si ndio? Haya. Jina langu nimesema naitwa nani? Naitwa nani? Ningeomba msamali tafadhali nisaidie na t-shirt. Nyote. Nani? Mohamed Abdalla, sivyo? Umekosa. Hamed, umekosa. Ahmad, umekosa. Nini? Mimi ningeomba unisikilize kwa umakini. Nitazungumza kwa kama dakika 20 hivi kwa sababu ya muda, au ikibidi nizipunguze dakika kama hizo. Nitatumia Kiswahili chenye ufasaha wa hali ya juu, misamiati, kifasihi ndani yake, viimbo na uwakifishaji katika uzungumzaji wangu. Sawa vizuri? Wapenzi wa Kiswahili mupo? Mwapenda Kiswahili? Mwakifahamu vizuri? Vizuri. Moja kwa moja nielekee katika mada yangu kuu. Nikiwa kama mwanahabari na pia mchambuzi wa lugha ya Kiswahili katika gazeti la Taifa Leo. Kuna mradi unaitwa Newspapers in Education, au mradi huu ambao ni wa magazeti yanayoletwa katika shule yako, na gazeti hili limebeba maudhui kadha wa kadha, ikiwemo chapishi au majarida yanayohusiana na elimu. Si ndio? Naona baadhi ya sura hapa ni kama kwamba wanatazama filamu. Yaani wanasikiza tu sauti inavyopanda na kushuka. Naziona mimi. Nisikilize ninachokisema, nitauliza swali. Ukipata unachukua. Si ndio? Wewe endelea kutazama sinema. Lakini ni kawaida mtu kama lugha ya Kiswahili inakupiga chenga, ukimwona mwingine anayezungumza huko makini sana unasikiza. Si ndio? Wenye kusikiza tuendeleeni. Ni gazeti ambalo linaandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Ndani yake kuna machapisho ya majarida ambayo yamebeba, kuna siasa, kilimo, michezo, uchumi na mengi mengineyo. Lakini kama mwanafunzi, kimbia moja kwa moja katika masuala ambayo yanakuhusu wewe na yana faida kwako. Mojawapo ni jarida linalobeba elimu. Tumeelewana vizuri? Masuala ya Raila amesema Uhuru iko mahali fulani, zile ni siasa, walimu wanapenda hizo kurasa, si ndio? Wachieni. Kimbia katika ukurasa wa 7. Ni ukurasa ambao umebeba shindano la uandishi wa insha. Ni shindano ambalo liko katika ukurasa wa 7 na limechapishwa kwa rangi ya samawati. Kuna maagizo maalum yamewekwa pale. Moja katika maagizo haya ni jina lako, eneo la shule, jina la eneo la kitaifa, uko eneo gani, nambari ya simu ya mwalimu wako, lazima au sharti iwe ya M-Pesa. Sharti ukatumie hiyo katika insha. Sawa? Haya. Jaza kulingana na maagizo uliopatiwa, ikate sehemu kama ile kulingana na mraba uliowekwa pale. Iambatanishe na kurasa zako utakazotumia katika kuandika insha. Kuna insha imewekwa pale. Insha ile inachukua kipindi cha siku 30 au mwezi mmoja. Tunapoingia mwezi mwingine kuna kuja kichwa tofauti. Tunapoingia mwezi mwingine kuna kuja kichwa tofauti. Kumbuka unashindana na waandishi, wanafunzi wenzako kutoka maeneo tofauti nchini. Tumeelewana vizuri? Insha ziko aina mbili. Kuna insha za kiuamilifu na insha za kiubunifu. Insha za kiuamilifu ni insha ambazo zina mtindo maalum au urasmi wa usomi. Kwa mfano, hauwezi ukaandika kumbukumbu au ripoti au resipe kulingana na unavyotaka wewe. Tumeelewana vizuri? Kuna mfumo rasmi wa uandishi wa insha za kiuamilifu. Na kuna insha za kiubunifu, ni insha ambazo zinaambatana na
maudhui ya kubuniwa na kibongo cha binadamu. Tumeelewana vizuri? Maudhui haya yanaambatana na kuzingatia misamiati inayohitajika. Unaandika aya zinazoshika hisia za mwenye kusahihisha. Kuna uwakifishaji ndani yake, umezingatia kanuni za kisarufi kulingana na mwalimu alivyokusomesha. Tumeelewana vizuri? Unapokuwa umeandika insha kama hizi mbili umepatiwa, chagua moja ambayo itakuwa pale, andika insha. Kwa mfano, alianza masimulio yake ya kihistoria. Endeleza insha hiyo. Unajua inaandikwaje? Unaweza kuandika insha kama hiyo? Nani anajiamini aje hapa? Unipatie tu aya moja, uunganishe tu hicho kisentensi changu, unganishe hapa. Bingwa wa lugha, nani yuko? Hapa hakuna, hapa hakuna, hapa msamali. Sawa, nizirudishe hizi kwa sababu zimenichokesha. Ni zawadi nafaa kuwapatia, lakini hamuzihitaji. Sawa? Yupo mwenye nimuuliza swali mtu? Haya, njoo. Dada yangu pale, kuna dada mmoja pale. Profesa wa lugha ya Kiswahili huyo. Hawa ndio ukisikia ule udongo wakina Ken Walibora. Kwa mfano, unapambana na karatasi ya insha ambayo imeandikwa alianza masimulio yake ya kihistoria. Endeleza insha hiyo. Nipatie aya moja peke yake ya kwanza itakayoshika hisia za wenye kusahihisha. Alianza masimulio yake ya kihistoria. Alianza masimulio yake ya kihistoria. Pumua kwanza. Kwa sababu amejaribu, nampatia kalamu mbili tuweze kuhifadhi muda. Sawa? Haya, tunaambiwa tuingie ndani kwa sababu ya mvua. Pole